ni mwinjilisti wa mahali hapa. Ninamtumikia Mungu katika roho na kweli, maana aliniita kwa jina langu nami nikaitika. Kwa hiyo niko tayari wakati wote kumdhihirisha katika ulimwengu huu wa macho ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaletee neno la Mungu kwa kadiri Roho wa Bwana alivyotuongoza siku 6, na kwa kadiri alivyokuwa akiendelea kutusemesha katika maisha yetu ya kila siku ya kiroho. Somo letu ambalo mtumishi wa Mungu amelisoma ni kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya kwanza mlango wa 18 na mlango wa 19. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Na kwa sababu nimekwisha kusoma, sina budi ya kulirudia sana, ila natamani tu kwenda moja kwa moja katika ujumbe mkuu wa siku ya leo. Wakati kiongozi wa ibada anaendelea mahali hapa, amekuwa akiingia kwenye sifa ili kutuandaa kuwa na ibada ya kweli kutoka ndani ya nini? Ya moyo. Na wimbo wa mwisho huu amejaribu kutuletea taswira halisi ya ujumbe wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Anasema ingawa shetani anatutesa, ingawa shetani anatupelekesha, ingawa shetani anatembea pamoja nasi katika ulimwengu huu, lakini tutajipa moyo kwa sababu Kristo ameteswa kwa ajili ya kila nani? Kwa ajili yetu. Ingawa shetani atanitesa, lakini nitajipa moyo kwa sababu Kristo ameteswa kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaojipa moyo katika safari ya maisha yao hapa duniani na hata wakavumilia hata wakati wa Yesu Kristo kurudi wa mlaki katika haki? Hakuna hata wachache. Angalau tunyoshe mikono hivi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Uliwahi kujiuliza katika maisha yako ya kila siku ya kwamba iko siku ambayo Mungu atasema yatosha mwanangu kuishi duniani, na sasa ninamtoa katika dunia hii, ninamuingiza katika ufalme wa mbinguni? Ulishawahi kuwaza hilo? Bwana Yesu asifiwe. Ulishawahi kuwaza hilo? Tunaenenda tu kama vile ng'ombe wasiojua hatima yao. Lakini nikusihi kama mwana wa Mungu uliyeitwa na kukombolewa, ujue nyakati na majira zinazokukabili katika maisha yako ya kesho. Kama mtu akitafakari na kujua ya kwamba wakati wangu upo, wakati wa Bwana atakaposema sasa yatosha, na sasa inakuita kutoka katika ulimwengu huu wa duniani na kukuingiza katika ufalme, kwa sababu Kristo yeye mwenyewe aliposhuka hapa duniani, kazi yake ilikuwa ni kukutengenezea malango ya wewe kuingia katika malango ambayo ameenda kuiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Tunamtazama leo Mtume Paulo kwa wanafunzi wake Timotheo, ile barua ya kwanza, anasema maneno machache ambayo yanamtia moyo mtumishi wa Mungu Timotheo. Na kichwa cha somo kikuu ambacho tunatembea nacho leo ni kutimiza unabii wa kusudi la Mungu lililowekwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kutimiza unabii wa kusudi la Mungu aliloliweka kwako. Hapa duniani kila mmoja aliyezaliwa na mwanamke, kila mmoja aliyepewa fursa ya kuishi maisha marefu, kila mmoja aliyepewa fursa ya kuishi maisha aidha miaka 20, 30, aidha 50, 60. Ulipozaliwa Mungu alikuwezesha kusudi lake la unabii utakalolitimiza hapa duniani. Wakati kiongozi wa ibada anasema ninazungumza na mwenyekiti wa kwaya, amesema itakapofika muda fulani atakuwa kwenye kiwango fulani. Si kwamba
18 mstari wa 18 unasema hivi: mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe hakika kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili kutimiza hayo uvipige vita vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anapomkumbusha wanafunzi wake tena kwa ukamilifu, akimwelekeza ya kwamba lile neno lililowekwa kwako, ninakukumbusha mwanangu, neno la unabii lililowekwa kwako ulisimamie pasipo kulegea. Na mimi hapa asubuhi ninakushauri na kukujenga pia kwamba kusudi lililowekwa kwako ambalo tunalitazama kwanza, mtu ni kusudi lililowekwa kwa kila mtu kwa aina yake. Kila kusudi limewekwa kwa kila mtu kwa aina yake. Mimi nimepewa kuhubiri, wewe umepewa kutoa matangazo, wewe umepewa kufanya kazi ya Mungu kwa aina hii, lakini Mungu amemdhihirisha hapa duniani ili utende jambo hili kwa aina hii, lakini kusudi tu utukufu wake ukamilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anamsihi mwanafunzi wake ya kwamba unabii uliowekwa kwako hautakiwi kulegea, ili siku moja usije ukasimama mbele za Bwana ile kusudi ulilopewa ukashindwa kujitetea kwamba Mungu, hakika ulinibariki, ulinipa neema, nami nikatumika kwa wakati wangu, lakini sikutimiza hili. Bwana Yesu asifiwe. Tunawaangalia watu fulani katika kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 25 mlango wa 15. Mungu Yesu mwenyewe anatoa talaka kwa wanafunzi wake au kwa watu kadha, anatoa talaka, anatoa mfano huu juu yao ya kwamba aligawa zile talaka, ya kwanza, ya pili, ya tatu, kila mtu kwa aina yake, ili akadhalishe. Bwana asifiwe. Nani amesoma kwenye Mathayo 25 mlango wa 15? Neno la Mungu linasema akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake atosha kaa. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Kama wewe hauna sauti ya kuimba, hauna sauti ya kuimbisha, hauwezi ukapewa hiyo talanta eti utaizalisha. Huyu anayeweza kuzalisha na watu wakasikia akapewa hiyo sauti, hata kule kuonekana kwake, hata kule kuimba kwake, hata kule kujidai kwake kunamwonyesha kumvuta mtu mwingine ya kwamba kazi ya mtu huyu ni njema, ni talanta ambayo amepewa na Mungu kwa kadiri ya uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyepewa uwezo wa kufanya usafi, tafadhali Mungu akusaidie sana. Fanya usafi kwa sababu Mungu amekupa hiyo talanta. Acha kulegea, ili siku utakaposimama mbele za Bwana useme nilifanya kazi uliyonipa Bwana pasipo ulegevu, nilipe haki yangu nami nistarehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu wetu ni Mungu wa upendo na Mungu mwaminifu. Hatutimizi makusudi ya Mungu, hatutimizi unabii tuliopewa kwa kila mmoja kwa kadri alivyoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hawezi kukupa kila ambacho kinakuzidi uwezo. Ndani ya kanisa tunatambuana, ndani ya kusafiri kwa ujumbe mkuu wa neno la Mungu ili kueneza ufalme wa Bwana wa Mungu wetu wa majeshi aliye hai, kuna kila mmoja amepewa kwa uwezo wake. Ulipozaliwa tu Mungu akakubebesha ule mzigo, unabii, ili jina lake litukuzwe kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 4 anasema vizuri ya kwamba mtu ana mwili mmoja kama vile mwili mmoja, na una viungo vingapi? Una viungo vingi. Kwa hiyo ukishatazama kwenye viungo vingi, mkono na kazi yake, macho na kazi yake, miguu na kazi yake, lakini vyote
inamsaidia kujenga mwili mmoja. Na Kristo naye anadhihirisha kwa mfano huo ya kwamba lazima ndani ya kanisa, jinsi kanisa tulivyo wengi, kila mmoja ataifanya kazi kwa nafsi, yani kwa nafasi yake kwa kadri Mungu alivyomjalia. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikuombe kwa upole sana, kwa unyenyekevu, ili kanisa la Mungu listawi. Wewe katika nafasi ulionayo, kama ni kuimba, imba mpaka kanisa likubali umefanyeje? Umeimba. Imba mpaka mtaa ukubali unafanyeje? Unaimba. Kama ni mwana maombi, omba mpaka mtaa ukubali na kwamba unaomba, na hata mapepo na kuzimu wajue ya kwamba kuna mtu anaomba pale, hatuwezi kusogea. Kama wewe ni mpishi, pika kanisani, hata wageni wanapokuja wale mpaka waseme Mapiringa nilipofika nilijisikia niko wapi? Nyumbani, na mimi ni mgeni. Sijui ninaelewa wanavyosema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kulijenga kanisa la Mungu kwa uwezo wa fedha ulizopewa, jenga mpaka Mapiringa tambua kwamba Mapiringa wanafanyaje? Wanajenga. Kumbe kuna watu wachache wanaifanya kazi kwa talanta walizopewa. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiungo chako kisionekane kina shida katika mwili wa Kristo. Kama wewe uliwekwa kwa mkono katika kanisa, tafadhali kamatilia kabisa na ulete kila ambacho kilikuwa kukibeba katika hema ya Bwana. Kama wewe umetajwa kwa ni mguu katika mwili wa Kristo, tembea kabisa ili uweze kuleta vitu vinavyohitajika hema ya Bwana. Na Mungu atatukuzwa, na yale tutakayoyaomba mahali hapa yatadhihirishwa bila shida. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi lingine ambalo tunaliona ambalo Mungu humemesha sana mwanadamu au nabii wake ni kuisimamia imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani tumepewa mara moja tu unapoipokea. Mwanadamu aliumbwa kwa neno la Bwana, na katika kuumba kwa mwanadamu ameumbwa sehemu kuu tatu. Ameumbwa nafsi, ameumbwa moyo, ameumbwa mwili. Kazi ya mwili ni kuvibeba hivi ambavyo Mungu aliviweka ndani yake, ile nafsi hai pamoja na moyo au roho inayomjua nani? Inayomjua Mungu. Kwa hiyo tunaposimama hapa tunashughulikia roho yenye kumjua Mungu. Nafsi inatusaidia kwa sababu yenyewe inatafasiri mema na mabaya, na mwili huu ukiwa hai kabla hatujakoesha vile imevibeba, na yeye amesema ufanye kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe.